We are stress-free girls, baby. Ati nini kubavu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Naweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Sijui kama ni urogi, ama ni Saidani alikujia pesa yake. Alianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana, tuko hapo. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Tanio ni pepo. Tamulete veti na yaezi za. Amuneri! Nike what has happened? Yeye ndiye ndovu kwa hii chama. Ati ujienye napikangia watu ati nakuaga na bangi. Tulienda kwa ofisi nyingine hiyo haikukua ya basari. Tukakuta hata huyo ni kijana alikuwa hapo kwa reception before sasa secretary mwenyewe akuje. Kijana kuingia hapo alikuwa mkubwa fulani na tulikuwa tunataka kutafutia watoto choo. Tukaenda tukakaa chini. Tulisumbuliwa sana na ma security. Wanakuanga ni kama wamesomea hata na ni watu tu wako pale wa security. Si ni watabue kazi zao. Nawe chiria ne vigari. Now sisi at least huyo akatusumbua 500 akaweka kwa mfuko tukaingia. Hey! Yes. Mia ngapi? 500. Na ukawapatia. Mnakuaga na pesa. Nyamaza hivi. Kwa sababu unahitaji kufika kwa reception tukapata kijana. Akatwambia mkubwa haonangu hivyo. Anaonangu na nini? Na miguu. Ati hata anahitaji inaitwaje appointment, sijui anahitaji nini. Akituambia hivyo huyo kukaingia secretary fulani. Si anaenda hivyo akona tobanda poso. Haya. Nika naye gutire kendo tari. So leo akakuja akauliza huyo mjamaa. Haya mara ugate. Wanasema aje hao? Watu wanataka kuona boss wako na appointment. Hapana. Akasema kelele, akasema muende mtakuja siku nyingine niwaambie venye mtafanya ndio mfanya nini? Muone boss. Akamwambia si ungetuambia sasa siku ile tutakuja. Wewe kujani siku nyingine. So what you are saying kama Mungu angekuwa mtu mimi sijui kwenye mambo mingi sana maskini angejishikia wangekuwa wanaenda kwa ofisi yake wanamchotea kitu kabisa. Anakuwa ni wa watu fulani hata hewa hata nikasema wa mama wenzangu wa chama wametafuta basari ama hata hao wanasumbuliwa hivyo bado wako hapo anangangana. Tutajua vile utapata haki mtu atawabariki. Mimi sijaipata utapata. Lakini wachani ni waambie mambo yote ni ya Mungu sababu sasa sisi tuna struggle tukitafuta basari. Na kuna wenye hawana shida yoyote, wako na pesa na wanasomesha watoto na watoto hawawasaidii. Unajua nimewapea hiyo story kwa nini? Unaona ule mama wa para chini, ule mtajiri sana, ule msichana wake alikuwa ameenda university. Sijui ni Nairobi ama usio. Unajua huyo msichana wake hivi wasichana wanaendanga shule. Msichana akanunuliwa simu ya pesa mingi sana. Akatupa Nairobi. Simu akatupa. Ikapotelea huko shule. Sasa juu haku anataka mamake ajue, akafanya ukarabati. Ukarabati gani? Akaenda kwa phone repairs au mafundi wa simu. Akasema atafutiwe simu E-type na hivi zile vitu zitakuwa ndani juu ya kusoma. Fundi hakukataa. Fundi akatafikia msichana. Ya pesa ngapi? Sijui nilikuwa nasikia wamama wakisema ilikuwa ya 30,000. Haya. Sasa si fundi amekuuzia simu. Hakuna receipt amekupe. Si umempatia pesa. Msichana akakaa na simu almost 2 weeks. Kai, msichana akiwa amelala ngoja simu iko sawa. Na ni simu nzuri kwanza zinaitangwa smartphone ama zinaitangwa nini? Ilikuwa smartphone. Guy, after like 1 week hiyo simu kubwa inatrakiwa. Haja.
Gai, Kuturakiwa ni nini? Kuturakiwa ni ilikuwa ya mtu alikuwa ameuawa. Sasa ma-CID walikuwa wanatafuta nini? Gai. Simu. Yeso. Na iko na nani sasa? Iko na msichana huyo wa nani ati tunamwita Jacinta. Ni hata simjui vizuri, nilikuwa nasikia hiyo hadithi nikikuja chama. Oh, Jacinta na tulikuwa hata na yeye jana. Ndio mama ameokoka mama yake. Unajua Jacinta ni innocent juu sasa ukikuja kwangu nikuuzia hii simu, makosa yako ni gani? Haki hakuna. Sasa Jacinta wangu akashikwa na CID. Jacinta kushikwa na CID afanyiwe nini? Mtu ameuawa mwenye simu. Vitu za mtu huyo za madokumenti zake zote zimekuwa. Kwanza ameuawa. Mwenye simu ni maiti. Hapo Jacinta atajitoa. Sasa Jacinta saa hizi anasafu kifungo. Serious. I swear. Hivyo alifungwa almost 40 years. Hivyo Jacinta Kwa sababu ni kama ni yeye anajua wale wameua huyo. na ni Si angewapeleka kwa mwenye alimuuzia simu. aliruka. Si unajua mtu anaruka hivyo. Huyo ni maombi. Wewe ndio umeshikwa na hiyo. Hello. Yes babe. Haya. Yes. Nakupenda pia. Aya. Ai. Jioni. Surprise. Sawa. Haya, tikisha miungu. Okay. Nakumiss pia. Gai. Kideti kimeivana. Lazima uchukulie simu hapa tukutambue. tubaie lunch yake. Achana na nini? Huyo ni yule crush yako mmeni. Nyamaza. Yule mzee ni mmoja. Yule mzee. Kwanza mnacheka. Nani wakadhania aliambia msichana wake ati anaenda ati alikuwa anaenda Githii. Akaambia huyo kasichana kake kanaitwa Anji. Wakonyo. Akaambia Wakonyo. Ukae na huyu mtoto. Nataka kuenda Githii. Na kwa sababu nyinyi mnacheza muangalie nyuma mbele. Mshine mwanae, mchome mtoto. Haya, kisha akamwambia hiyo unji mtoto apatiwe, angafanyiwe nini? Afanyiwe nini? Na akamwambia hiyo mbea ile mbea kucheza kati. Hiyo kati yenyu mkiichapa msahau mtoto. Nikipata mkitaka kuchoma mchome tutapatana na nyinyi. Si mama anabeba vitu anaenda nini? Anachukua bebe anaenda Githii. Anachukua za munji, za nini za mtoto. Anaenda. Cha mzuri Githii hakukuwa na so hakuna laini. Hakuna laini. Akaenda akathirwa na karu. Akifika mahali karibu na gate akasikia katoto kamelia. Nini nimetendeka? Kuenda hapo mkono wa mtoto umechomeka mpaka hapo. Amunani! Nike, what has happened? What is it? Hey! Watoto walicheza mpaka mtoto akachomeka. Gai. Msichana akasema, unajua mimi mami, wakati uliniambia nichome mtoto, sikamchoma. Yes, that is ati mimi nimechoma tu mkono, sikujua mahali ulikuwa nataka mimi nichome. Ngoja. Ati nakwambia hivyo. Kwa hivyo alichagua tu pati moja ya mwili. Lakini mama amesikia message kisha amekuja. Hapana.
Unajua ukiambia mtoto kitu unafikiri ameshika ile unataka ashike. Alikuwa anawaambia wewe nikuta mmechoma mtoto. Badala aseme mchuke mtoto asichomeke. Si unajua si ni venye tu unaweza. Na mshine mwanae. Yaani hata hiyo getheri msiweka kuni. Unajua kitu hiyo unajua tulikuwa tunaambiwa. Sasa katoto na innocence kalifikiria sasa nitamchoma wapi? Kakaanza na mkono. Tunaona huyo mtoto ni obedient. Na angechoma wote. Ndio. Wacha hivyo. So mama akaona si angemfanya nini choma. Mtoto mama akaona sasa hata kupiga huyu siwezi mpiga kwa sababu makosa ni ya nilimwambia huyo mama alikaa kwa hospitali miezi. Sasa hebu nikuulize, mtoto alichomwa na njia gani? Alifanywa aje? Si kulikuwa na moto wa nje. So kalikuwa kakarushwa kwa moto. Mkono kalikuwa mama anarudi na hatujachoma mtoto. Sasa unaweza kufanya hiyo. Ndio fanya haraka. Si aliambiwa mchome. Na ndio mama yule na bado hatujachoma mtoto. Hiyo kitu ni painful. It is very tujue lugha mzuri ya kuongea na watoto. Lakini that is using that language. Ndio nataka kuniambia waliweka mtoto kwa moto. Nakwambia kwa moto kama mtoto kalikuwa kamechomeka mpaka hapo. So mama tukiongea na watoto tusiongee ni kama wanajua. Atafanya tu venye umemwambia. Kama angekosea nakuuliza kama angesema namureke mwanae angemdunga visu na ukuta hiyo amweke. Na ni wewe ulianza umepeana maagizo. Mtu tu akwe straightforward. Kwa ile story unasema. Ninawaambiaje hivi before afike. Unaona hivi anajifanya hapa ati ndiye kusema bila yeye hatuwezi hata hatuwezi fanya meeting kila kitu. Siku moja atajipata kama Dovu niliambiwa na nyanya yangu story. Dovu inajipata nini? Mnyama Dovu alijipata. Ati Kagure hapo ndio tunamuelekeza saa hii. Imagine yeye ndiye ofisi mzima wa hii chama. Nilipewa hadithi na nikafikiria ni hadithi tu, lakini nimeona hata kama anaona sisi ni maskini, sisi ni watu mtu yeye ndiye Dovu kwa hii chama. Sisi hatujiwezi. Atajipata yeye amekuwa kale kasmall kale kaant. Siku moja atajipata hapo. Takani masikio niwape hadithi. Mimi si nyanya yenu, lakini hata hii najua itawasomesha. Hapana, unajua sasa ni nyanya yangu alinihadithia hii hadithi. Zamani za kale, wakati wanyama walikuwa wanaogeaga na wanafanya mikutano zao kama hii, wanyama wote walikuanga. Dovu ndiye alikuanga mkubwa wao. Venye tu ako na mwili mkubwa, hivyo ndio alikuwa mkubwa wao. Sasa uko msituni ukakuwa na lazima kukue na protocol, utaratibu wa maneno. Ikifika ni kama ni mkutano kama tule tu wanyama tudogo ndio tutafika tu kwanza. Kama kuna maybe kuna kitu wana celebrate, kuna ka function nini Dovu ndiye atakuja wa mwisho. Lakini kama ni kwenda kukunywa maji, kama Dovu ameanza safari kwenda kukunywa maji hivi, mtoni kila mnyama anaondoka, anakilia njia. Dovu akunywe maji mpaka ashibe. Ndio sasa inue hiyo mapua yake juu. Si atamaliza mto, ile yako mkubwa. Ni mto mkubwa. Sasa wakuja tu wakipangana venye wamesikilizana. Sasa siku moja na yeye atakuja tu saa time yote. Mnaweza jipanga hivi mpate hata hajasikia kiu. Hivi vitu mnaona tukifanywa hapa. Mnaweza sikia kiu, mnamngojea hakuji. Saa zile tu mmekuja ndio huyu unatoka. Sasa siku moja unajua ants wanatembeanga kama siafu. Wanajipanganga vizuri kabisa. Sasa wakaona kiu itatumaliza. Wakaanza kwenda kukunywa nini? Maji. Wamejipanga vizuri. Dovu na ile mdomo yake ile mapua yake ile track. Tunajifanya tu tunaenda tu kukunywa maji. Nakwambia alipulisha sijui hewa ikwenda toshana aje. Sasa kaandi wenye kanatoshana hivi kataruka hadi wapi? Maskini wote wakaondoka kwa njia.
ndovu akapita na akakunywa maji. Waka complain tu kimoyo sasa waezi ongea. Wataongea hata abie nani. Sasa kuna haka kamoja kalikasirika sana, kalikuwa kamerushwa bali sana na mto Kasiafu. Yako kaanzi. Kumbe mahali kalirushwa ni karibu na mahali ndovu hula. Sasa muone vile story inakuja. Kandi kasiri hata haka kukunywa maji hiyo siku. Kalitupa kilomita mingi. Kalibaki tu hapo. Kakashira sasa mimi mdogo hivi ninazaambia nini ndovu. Lakini akajua tu Kenya atafanya. Ndovu masaa yake akulala sikakuja. Ikafika akakuja akalala. Kanti pole. Kwa kitrak ndani. Kakada kakajiseti mahali. Kakaanza kukula, kakauma. Wacha kaume. Wacha ndovu apige kelele. Ndovu piga kelele. Anaambiwa unajua ni nani? Hapana, ni fulani. Unakumbuka venye ulitufanya mchana naomba nisamehe. Hasikii mpaka kaanza kunose bleed. Wacha ndovu amwage damu. Auntie akasema mpaka ufanye mkutano saa hii usiku. Uapologize sisi klani yetu umetukosea sana. Umetudhulumu. Sasa hiyo ya tudhigiriri sasa tunakagasiafu lakini kale kadogo kabisa. Nakwambia hakufasiwa na mtu. Na akaambia ujue wewe utakuwa mtu wa last. Kukunywa maji. Umekubali hakuna kitu anakataa. Juu sasa kama kule ndani ni kuuma tu. Na akaambia na sister haishuka hapa. Ninaweza ishi hapa milele. Sasa unafikiria hiyo kitu ikikatalia na huko ndani na unafikiria ndogo alikuwa anasikia aje? Kimguu kitaingia kutoka. Alijipata amekubalia hata tudogo tukunywe maji. Na hiyo ukubwa yake yote haikutambulikana. So hata huyu naona kama anakuja hapo ndio anaelekea. Mtu asijione. Unajua wacha nikwambie kila kitu is not about kukua mkubwa size. Ni tu akili na mata. Mimi ninajua Mungu. Wacha ndivyo mnazamanga ati ujienye napikangia watu ati nakuaga na bagi. Hiyo ni bagi watu wanakuaga wamekuja kama wamekunywa. Imagine mambo inafanyikaga. Imefanyika wapi? Mimi nimetambua God. Mimi nimetambua Mungu raudi. Cha ukweli. Ya ukweli. Haya, hebu tusikie. Unajua hata ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo ni story zenye tu story inakujaga na ingine. Story inakujaga na ingine. Madam Jane. Huyo najua hamjui. Alikuanga secretary wa DC kitambo sometimes back tukiwa wasichana. Na wewe unamjua. Unajua aliolewa mara ngapi? Ati mara ngapi? Ashaolewa mara 6. Atia. Na hapati anafukuzwa juu ya kukosa watoto. Nilifikiria ni bahati. It happens. Wewe na wanaume. But let me tell you. Unaona hii ya kuolewa ni vizuri. Mimi afadhali nikakuwa mzungu. Huko kuna watu wanaolewa kwa na contract. Ukweli. Unajua ukiona mtu amekusumbua, unamwambia kama mzungu anataka kuzaliwa na hauzai. Unaweza sitaenda mwingine nijaribu tena. Process unajaribu different. Kula nyama bichi. Wahenga wakasema. Sasa Jane alifanyikiwa miracle na God. Kitu sijui Mungu alitoa wapi dawa yake. Sasa after kuolewa mara 3 akaingia sasa ya 4. Akaona sasa nimeona sasa ni mimi niko na shida. Akatembea hosi. Akaenda akatafuta ugonjwa, akaambiwa sijui amefugana, sijui fallopian tube sijui na nini. Akafanywa operation. Huko ni namba 4. Haikuwezekana. Hata after kufunguliwa hizo nini wamefugana kaka kapata mwingine. Na ukumbuka ya kwanza ilikuwa ya church, wedding ya church. Alifanya harusi smart sana. Haya. Na akahama hiyo kijiji. Akaenda ingine. Akaolewa. Akapata headmistress head principal akaona ni widower. Bibi amekufa juzi. Sasa hata hawakutaka kujua sana. Wakachukuana. Woi!
Mwaka wa kwanza, wa pili. Mimi naona bibi yangu mwenye amekufa alikuwa anazaa wewe uko na kashida. No ada umezeeka hivi wewe. Sasa unajua saa zingine ujielezaji kwa watu. Sasa akaambiwa sasa mimi nimekupea another 1 month. Na hivyo haikuwezekana. Kama utakuwa umeshika mimba ujikate. Lazima nini mapenzi yetu na mtoto hata kama ni mmoja. Na ni ukweli kwa sababu hawezi hata kama huyo widow ako na watoto wengine, huyu hawezi kuwa comfortable kama hana wake wa kumweka huko. Ndio. Akasema sasa wewe inaonekana umekuja kukula mali yake. Songa na gidhaa. Akaenda. Sasa sasa ikawa ni kama sasa ameamua. Ile ulikuwa umesema unalipia huyu 500 ilikuwa yake ama yule? Nilipie huyu harudishagi. Kwanza nilipie huyu. Kwanza nilipie huyu. Usijali dada, hata wewe siku yako. Ile uliniambia nakuuliza, ile ulinitumia 500, uliniambia teni ya huyu. Mimi nilikuwa nimemsikiza kwanza. Mimi silipangi umenilipia ngapi? Nyamaza, sawa. Okay, nilikuwa tutamtoa chama anaongea vibaya. Haya. Si mimi endeleeni. Nyinyi mnakata stories very sweet. Haya. So nikosa kufanya kazi juu ya story. Kile kitu imetuleta ni chama. Sisi mshene. Lakini wewe ni kama unapenda jaza yangu 400 hapo. Nishakuwekea usijisahaulishe leo. Wewe sasa boma ya 6 ndio huyo. Huko gai huko. Msichana mwingine alikuwa ameandikwa bot karibu na kwenye ameolewa. Akauliza Jesus. Huyu mshosho mnamjua lakini yeye hakuwa amechapa. Azeekagi. Huyu mshosho mnamjua. Huyu ameolewa, huyu ni wa kijiji yetu. Ameolewa sijui kama ni boma ya 10 akamharibia. Alikuja akaambia mshosho. Ati hata mfanye ni hata mletee veterinary aezi za. Kumbe yule bot aliambia story ilifikia mama ya kijana. Nakwambia alitolewa usiku. Wewe mshosho toka sijui whatever nini alilia. Sasa uzuri anakuaga na kazi. Yaani ako job. Sasa siku moja after like 3 to 4 7 months. Akaamua sasa kwenda hospitali vizuri. Ndio alikuwa anaomba Mungu. Anamwambia Mungu mimi si baleni. Mimi ninaweza zaa. Uwezi kuwa umenipatia kila kiungo ya mwili uninyime tu mtoto. Sasa kaenda hosi nyingine akaambiwa ako na fibroids. Akauliza na hizo scans zote ultrasound zote nishaifanywa. Kwani nini? Ni kama kishetani tu. Ni kama kurogwa. Juu ugonjwa inapatikana hapa ikitolewa inarudi nyingine. Tena inakuja na story nyingine. Akaambiwa sasa hiyo ndio tumepata. Enda ujipange ukuje na this amount ufanyiwe operation. Nikiingia hata ni hivyo na unajua hata kama hiyo hatuoni hiyo inaonekana iko sawa. Sasa hiyo inazuilia. Akaenda akajipanga tu, pesa zikatosha. Lakini alikuwa anaogopa. Kitu ilikuwa inamwambia ukiingia kule hautatoka. Ukiingia sasa after akibakisha siku moja, vile alibakisha sasa ni siku moja. Siku ikaanza kutembea imefika usiku. Wacha akuwe na disturbance. Usigiza ikuji. Anahama anaenda anapika kahawa. Anaenda sitting anaenda bedroom usigiza ikuji. Anaingia kwa simu haimsaidii. Nikaamsha alichukua tu kikoi akalala hapo kwa kiti. Akaanza kucheji TV. TV tu hivi. Anakaa huko anaona huko ibabi nini. Usiku haiishi. Siku moja imekuwa kama 1 year. Hivyo akitabia kwa stations. Akapata mtu anahubiri, ashahubiri sasa anaomba maombi ya mwisho. Akasikia ati wewe kama kuna mahali na kuuma, kama kuna shida mahali daktari amesema iko. Wekelea mkono moja hapo na ingine kwa TV. Na ingine sasa. Wacha maombi iende. Wacha kasonge. By the time alikuwa anasema amen. Ati alisikia kama ni moto imetoka hivi na kichwa ikaruka, akasikia tu amepoa vizuri.
Akaenda bedroom akajiekelea, alilala kama mtoto. Asubuhi kafika. Sasa Mungu wangu, sasa naenda theater, sijui ni wewe na mimi. Akaenda. Amegojewa, si sasa kila kitu yake imetayarishwa. Sasa ni kuingia kuchange mbio, kila kitu ipangwe. Sasa tuone mahali tunaenda sasa kufanyia kazi. Si kwa hizo mama machines zao nini na nini. Ati huyu ni nani? Ni Jane. Hii file ni yake, wewe ndiye Jane. Na hii file ni yako kweli? Mimi sioni kitu. Ati akasema nirudishwe mahali nilipigwa ya kwanza, twende na nyinyi. The same hospital. Akaenda, nilikuwa na daktari na kuchukuliwa tu hivi, kumulikwa. Ako clean like how? Ile maombi. Na akoambia hakuna operation na maombi. Kwa hivyo kile kimoto alikuwa anasikia ni fibroid kidogo. Hiyo ni fibroid gani? Hiyo ni shetani, hiyo ni pepo. Na ndio umesema ya kuwa at least una believe God. Mambo hufanyika na mambo hufanyika. Huyo ni mtu ninajua. Na sasa huyo mhubiri si haki umnipe contact kwa sababu my neighbor ameuziwa mtoto wake kwa nini? Mtoto wake ameuzwa kwa hawa devil worshippers. Sasa we are dealing with that, na amejaribu kuomba ameshindikana. Si story kifika hapo na nimshene siwezi sema ati nini ni mtu tunajua. Tunakuona, tutatafuta huyo. Na wewe unyamazi wewe. Ati unauliza ati Wajogo alikuwa majuu wapi? Alienda majuu na tukiuga gemi mono na tukamtisha sana. Majuu gani? Mombasa ni watu. Mombasa. Tulidhani hakwenda, nimemuona. Nitakuniambia hiyo ndio maana tunajua ameenda. Basi, hamjamuona. Amerudi. Alirudi lini? Alirudi na story ya aibu sana. Lakini wacha ni kucut short. Watu wanaweza ona kama Mombasa ni majuu. Juu siku hizi unaweza enda Mombasa hata na ndege. Sasa mwenye hajui kama mimi na tulimzipikisha. Mimi ndani ameenda majuu map. So mimi kuniambia story ati sijui nini Gasharu, ukiwa na mtu naweza nipatia nikupelekea majuu. Sitaki na uongo ya kijiji sitaki tena. Wajogo wako huko. Alikuwa Mombasa. Wajogo, si unakumbuka wakati alikuwa anafanyanga yule teacher wa nursery kazi? Si unajua msichana anajua kazi sana. Ya kufua nguo na kupanga na watoto kuchunga vizuri. Bas, alienda akafanya kazi yake tu venye ameambiwa, venye mdosi anataka. Lakini sijui ilifika mahali gani, sijui kama ni mapepo za Mombasa ama ni nini ilimulikia. Na si kuzuri huko. Sasa time ikafika, mdosi akawa anaenda kazi nje ya Kenya. Akaatiwa nyumba vizuri. Na sasa kuna mtu unaweza amini sana kulingana na venye unamuona. So hakuhitaji ati kuita relative, akae na yeye huko hizo masiku. Aliona huyu ametosha. Ametosha. Sawa. Wacha nikwambie. Hizo wiki mbili zenye mdosi alienda, zile vituko Wajogo walifanya. Sasa wenyewe ama huko. Watoto walikula vizuri, alifanya kazi zake tu kama kawaida. Mimi najua Wajogo tu hivyo. She's just a good girl. Lakini sijui ni nini limushika. Si alikaa alikuwa ametengeneza marafiki. Sasa Wajogo ni mtu wa kudanganya watu ati mabeste wake na huko kwa barabara. Hapa ni kwangu, hadi wanahold sherehe huko. Anaambia watu huku ni kwao. Anapiga sherehe kwake. Kwake. Sasa watoto wamefungiwa. Saa 12 watoto wameshalalishwa. Wafanye sherehe. Sherehe inachapa hapo, pombe zinaletwa. Ati? Lakini huko ametumia during the day. Anaoga na vaa vizuri. Anafunga saa ya mdosi. Anya. Amekosa adabu kweli. Anang'ana na nguo zake na anatoka na viatu na vibeti. Ungekubali kweli ni kwake huko. Kwani show kabisa tu. Hadi kulala. She can be that. Alikuwa amehamia kwa kitanda ya nini ya master bedroom. Hiyo. Na analeta huko mtu. Hiyo sio kuchanuka, ni kurogwa.
ni akili kukua na shida. Sasa anatamani maisha ya mdosi wake, sasa anajifanya yeye ndiye mdosi wa hiyo nyumba. Hiyo ni kutamani hiyo. Unaona sasa? Kumbe saa wiki mbili zikaisha. Si alikuwa anajua vizuri mdosi anakuja siku fulani. Akarudishanisha kila kitu mahali inafaa. Nini. Na mtoto ni tule jaribu ongea mama yako na kumaliza. Niulize akakuja. Mdosi kukuja. Mko aje nini. Alikuwa amechoka sana, si akalala. Kesho yake sasa ni kufungulia kamera. Kumbe kuko na kitu na sisi. Anajua. Akaga hagejua. Hapana. Hadi kwa kitanda. Wajogo come here. Come. Huyu ni wewe. Ama huku ni wapi? Kutetemeka. Panga nguo zako saa hii. Sasa yuko majuu tena. Jikate. Ngokoa. Hivyo ndio alirudi. Hadi shughuli kwa nini kama mwenda wazimu na atuona Story niliambiwa na bibi ya brother yake. Wewe unasema ndio hiyo alikuwa anawadanganya. Hata ndiye aliniambia hata kama hai. Na kama low. So, mimi kunitishia ati na maisha ya TCG alienda wapi? Acha nikae na yangu ya ghetto na kukaa ya malo. Sitaki mimi stress.